Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unatazama mambo vipi? Matumaini yangu uko vizuri, uko poa. Ni kama kawaida mapenzi, Mwenyezi Mungu ametupa mapenzi, ametokea mapenzi, na ukitaka kujua nguvu ya mapenzi angalia katika kila kitu. Kila mtu ana mapenzi, naelewa. Na mapenzi sio mapenzi tu ya yale ya mwanamke na mwanaume. Kuna watu wanapenda timu zao za mipira, kuna watu wanapenda dini zao, kuna watu wanapenda ndugu zao, kuna watu wanapenda kila kitu, yani vyote, yani tumewekewa mapenzi. Mwenyezi Mungu ametokea mapenzi katika sehemu kubwa sana ya maisha yetu. Sasa na mapenzi ya mahusiano baina ya watu wawili inakuwa na nguvu sana, naelewa. Na kwa maneno yangu haitoshi kuelezea, kwa sababu wanaoimba wameshaimba sana kuhusiana na mapenzi, hawezi kumaliza. Wenye kuelezea wameshaelezea sana kuhusiana na mapenzi, hawawezi kumaliza. Na ndio maana hakuna tafsiri iliyonyooka kuhusiana na mapenzi. Lakini kwangu mimi mapenzi huwa naona ni kama ugonjwa wa akili. Kwangu mimi mapenzi ni kama ugonjwa wa akili, naelewa, kwa sababu sina maana nyingine ya kuelezea mapenzi. Kivyovyote vile sitaweza. Sasa matukio mengi yanayohusiana na mapenzi yamekuwa na wakosi watu pia, lakini mapenzi yamekuwa ni sehemu ya kuwarudisha watu pia katika hali ambayo tunasema zofu hali, watu ambao wako kwenye hali mbaya na kuja kwenye hali nzuri. Lakini kuna watu ambao walikuwa timamu wa akili na baadaye wakaingia kuwa watu ambao akili zimekaa pembeni kabisa, naelewa. Kuna watu sasa hivi wanatembea na afya ya akili wakiwa, au sababu kubwa ikiwa ni mapenzi. Sasa mapenzi ni mazuri, hatuwezi kusema ni mabaya, ni mazuri, lakini usipoyaendea katika uzuri, basi hakika yanaweza kukuacha na madhara ambayo wewe mwenyewe unaweza ukayajutia katika maisha yako. Unaona? Sasa mapenzi ni raha wala sio ukatili. Ili mtu lazima utakiwa kujua kwamba mapenzi ni raha wala sio ukatili. Mapenzi ni raha wala sio ukatili. Mapenzi ni raha wala sio ukatili. Wengi huachwa na jeraha. Ukitaka muulize Adili. Aliachwa kwenye mataa na kuikataa au na kuikatisha safari. Mapenzi hayana utimamu, ni ugonjwa wa akili. Yani kama utapingana na mimi, basi hebu muulize jirani yako, ndugu yako, au mtu yako yote kuhusiana na swala zima la mapenzi. Elewa, kuna watu walitaka vibali kwa ajili ya kuingia kwenye mahusiano, na mwisho wa siku walikubaliwa na baadaye kuachwa njiani. Unajua watu kwenye mioyo yao wameachwa na nini? Kwa hiyo mapenzi ni raha wala sio ukatili. Wengi huachwa na jeraha. Ukitaka muulize Adili. Aliachwa kwenye mataa na kuikatisha safari. Mapenzi hayana utimamu, ni ugonjwa wa akili. Alimsubiri kwa hamu apate yake kauli, akimcheka damu ikimchemka damu, joto likipanda mwilini, aupate wake utimamu, aupate wake utamu, akirudia yake asili. Mapenzi hayana utimamu, ni ugonjwa wa akili. Sasa kilimkuta nini Adili? Adili alimsubiri kwa hamu apate yake kauli, ikimchemka damu, joto likimpanda mwili, aupate wake utamu, akirudia yake asili. Mapenzi hayana utimamu, ni ugonjwa wa akili. Unaweza ukamsubiri mwanamke au mwanaume wako kwa muda mrefu, lakini
lakini mwisho wa siku yanakuja kukuta mambo ambayo yanaweza kukuumiza. Hicho ndicho kilichomkuta Adili. Baada ya kumsubiri binti kwa muda mrefu sana, akitegemea japo hata siku moja apate lile tunda, alionje, apate ule utamu, lakini mwisho wa siku ikawa tofauti kabisa. Mapenzi hayana utimamu, ni ugonjwa wa akili. Kweli hakumfahamu. Hivi sasa jeuri limeisha, tabasamu umepukutika uzuri. Anamuita sanamu, halioni jina zuri. Mapenzi hayana utimamu, ni ugonjwa wa akili. Naambiwa kweli hakumfahamu, Adili hakumfahamu mtoto wa kike. Hivi sasa binti kawa jeuri, limemuisha tabasamu Adili, umepukutika ule uzuri. Anamuita sanamu, jinsi Adili alivyochoka, halioni jina zuri. Mapenzi hayana utimamu, ni ugonjwa wa akili. Sasa mimi naamini wewe unaweza ukawa na maana ya mapenzi, lakini kwangu mimi mapenzi ni ugonjwa wa akili. Atakula chukuchuku mwenzako mjanja kweli, eti kazi ufukunyuku, kujua lile na hili. Ondoa huo uzumbukuku, penzi halitaki ubepari. Mapenzi hayana utimamu, ni ugonjwa wa akili. Kuna watu kwenye mahusiano wamekuwa na mfukunyuku mkubwa, kuchunguzana, kuangaliana, kushikiana simu, kutazamiana hiki na kile, naelewa, na mwisho wa siku inaweza ikapelekea katika ugomvi, mitafaruku mikubwa. Wengine wanaachana taraka kabisa, wengine wanatengana, wengine wanapigana, wengine wanaumizana. Mambo ya kuchunguzana. Kuchunguzana kuzuri ni kule ambako mtu nakufanya kabla ya kuingia kwenye lile jambo lenyewe, yani jambo la mahusiano. Unaweza ukamchunguza mwenzi wako kabla hujaenda kumfuata na kuwa kitu kimoja, naelewa. Lakini baada ya kuingia kwenye mahusiano huko ndani, mambo ya kuanza kuchunguzana huwa yanaleta hali mbaya, naelewa. Watu wengi wanakuja kuumizana, kutengana, kusababishiana madhara ya kimwili, kiroho, lakini kiakili pia, kwa sababu ya ufukunyuku ambao pia sio mzuri. Ndani zidisha ubunifu, mwenzako kumloga. Tuelewane hapa. Ndani zidisha ubunifu, mwenzako kumloga. Sio mloge kwa ndumba kwenda kwa mganga, tena kuwa mtakatifu, penda huwa na boga. Acha ubabaifu, anzia bafuni kukoga. Mapenzi hayana utimamu, ni ugonjwa wa akili. Kwa hiyo sio uende ukamloge mpenzi wako kwa mganga. Mloge kwa vitu vizuri. Na mapenzi yanaanzia bafuni, usafi. Tunasema mapenzi ni usafi mchafu. Kuna wanaume ambao ni wachafu na kuna wanawake pia ambao ni wachafu. Watu ambao hawajui kujisafisha, watu ambao hawajui kujitunza, unaelewa. Mtu hajui aweje ili aweze kumridhisha mwenzake. Kuna watu wanatoka katika ndoa zao au wanatoka kwa watu wao wakiwa kwenye mahusiano na kutembea na watu wengine, inawezekana kwa sababu ya usafi tu. Kuna mtu anaweza kahisi amelogwa kwa mganga, lakini kumbe amelogwa na muonekano tu wa mpenzi wake. Elewa, mwanamke anavyokuwa msafi, mwili wake wote, sio mwanamke una milasta, amekucha, umeweka mikucha mirefu, yani ueleweki. Mwanamke kuwa msafi, mwanaume kuwa msafi. Yale mambo wanayosemaga mwanaume boksa 2 tu, sio unavaa boksa 1 wiki au siku 3 unatembea kama unanuka mikojo. Na baadhi ya wanaume wengine
akienda kukojoa, amekojoa akasimama, naelewa, au kakojoa akashikilia mashine anakojoa, mwisho wa siku ajisafishi na maji, anavaa vile vile mkojo mwingine ya kujikumuta, unaingia kwenye ile box, anatembea na nuka mkojo, amekaa kazini au ofisini, yupo na watoto wa kike wazuri, smell ile mtu ambaye anaipata unategemea, alafu akuelewi pale unapomapochi ya kwanza, naona huyu jamaa mwenyewe akikaa naye kama anahisi harufu ya mikojo, lakini mwanaume uogi, utumie manukato, mwanaume unakuaje? Unategemea nini? Unaelewa? Lakini mwanamke jisafishe, uwe msafi. Mwanaume hata akija, yani ukiwa naye akikulamba, ahisi ile jasho nini, hivyo vitu havipo. Kwa mwanamke unatakiwa pia uwe msafi. Kwa hiyo ndani zidisha ubunifu. Ukiwa ndani zidisha ubunifu. Usikubali mtu wako atoke nje. Mridhishe, mfikishe. Naelewa? Mfikishe. Kwa hiyo ndani zidisha ubunifu. Mwenzako kumloga, usiende kwa mganga. Tena kuwa mtakatifu. Penda ua na boga, yani penda hadi ndugu zake. Kama ni mwanamke ambaye ana watoto, wewe mwanaume penda hadi watoto wake wa huyo mwanamke. Kama ni mwanamke umeolewa, mwanaume na watoto, penda hadi ya watoto. Ndio upende ua na boga. Acha ubabaifu. Anza bafuni kukoga. Ingia bafuni uoge, ujisafishe, uwe msafi. Sio umetoka tu kazini kiki unaenda unamrukia mtoto wa watu, unataka kunanilii tu kisa tu wewe una mihamu yako, unataka ukizi haja zako. Hapana. Mapenzi hayana utimamu, ni ugonjwa wa akili. Jamani, unataka kujua ni ugonjwa wa akili? Wewe angalia, kuna watu wameolewa na walevi, wavuta sigara, unaelewa, mijitu midomo inanuka, lakini kuna wanawake wanavumilia, lakini pia kuna wanaume wanavumilia kweli kweli. Kisa wivu, mwenza kamtia donda. Kakosa utulivu, asema atachunda. Azipati mbivu, aishia konda. Mapenzi hayana utimamu, ni ugonjwa wa akili. Sasa ona, huyu alikuwa na mwenzake, mwisho wa siku kamtia donda. Naelewa? Kamtia nini? Kamtia donda. Kwa nini umtie majeraha mwenzako? Kwa nini umpige? Kwa nini umuumize? Kwa nini umdhuru mpenzi wako? Mwanamke ambaye ulimpenda mwenyewe au mwanaume ambaye ulimpenda wewe mwenyewe, kwa nini muumizane? Utajua sasa hapo mapenzi ni ugonjwa wa akili. Kwa nini muumizane? Kama watu mnawapendana, mmekubaliana, kwa nini mtu achukue hatua ya kumdhuru mwenzake? Kuna watu wameua wapenzi wao, wameua waume zao, si wake zao. Kuna watu wamewakata wanaume zao, si uume. Kuna watu si wamewakata matiti au masikio wanawake zao. Kuna mambo ya ukatili yanayoendelea. Mapenzi hayahitaji ukatili. Mapenzi hayahitaji ukatili. Ndio maana nakwambia, kisa wivu. Sawa, wivu unaruhusiwa, lakini uwe kiasi. Kila kitu kina kiasi chake. Kwa nini uwe na wivu upitilize mpaka ufike sehemu unataka kumtoa mwenzako maisha au unakatisha maisha mwenzako kisa wivu wa mapenzi? Sawa, kupenda kunauma, lakini usifikie huko. Kuwe na kiasi. Kisa wivu, mwenza kamtia donda, unaingia na mmwagia mwenzake maji ya moto, sio kamkata na kisu. Mapenzi hataki hivyo. Kosa utulivu, asema atachunda. Kuna mwingine anakosa utulivu ndani, anaona kabisa mimi kwa namna hii hapana, bora nitafute mtu mwingine. Azipati mbivu, kaishia kukonda. Naelewa? Aishia konda. Yani kuna mtu anasubiri leo, anakuwa anamvumilia mwanaume au mwanamke, kesho nitakuwa hivi, labda kesho atabadilika, nitapata. Mtu anakosa zile mbivu kabisa, anaishia konda, anaishia kuwa mtu mwingine tofauti kabisa. Mapenzi hayana utimamu, ni ugonjwa wa akili. Nyumba ya moto limezuka songo mbingo. Nyumbani hapo sasa, nyumba ya moto limezuka songo mbingo. Umepotea mvuto ndani mwendo bolingo. Chumbani fukuto zaidi ya isidingo. Mapenzi hayana utimamu, ni ugonjwa wa akili. Tuelewane? Nyumba imekuwa ya moto,
halishikiki. Kuna watu watamani kuingia, kuna watu watamani wakiingia wengine watoke. Limezuka songo mbingu, yani kuna balaa huko ndani ya kueleweki. Kwa nini wapenzi mwe hivyo? Mtu kwa nini wewe unaiona nyumba yako kama shimo la jehanamu au kama kaburi au kama gereza? Mtu unaogopa kurudi nyumbani kwako. Kwa nini? Ikiwa ni mapenzi, mmeamua wenyewe kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na kuanzisha maisha ya mahusiano, kwa nini mtu nyumbani kuzuke songo mbingu? Kwa nini? Umepotea mvuto. Nyumba ambayo ulikuwa mtu mwanzoni unatamani kuikimbilia, uende nyumbani kwako, umuone mpenzi wako, uishi naye kwa mapenzi, lakini sasa nyumba inapoteza mvuto kabisa. Ndani mwendo bolingo, yani kama mwendo wa kijeshi yani. Unajua ni bora ambaye hata anacheza taarabu taratibu, lakini bolingo kuna yale masebene yakipigwa, yani ni mwendo wa kuruka, yani kama ni miuno kama ni nini, yani imekuwa ni malaa, yani hapa kama mwendo wa singeli tuseme. Yani mwendo ni wa kijeda tu, yani mpela. Chumbani fukuto, ndani chumba kimekuwa cha moto joto. Fukuto hakueleweki, hata uweke AC, hata uwashe feni, joto linatoka tu ndani. Fukuto tupu. Zaidi ya isidingo, kwa wale wafuatiaji wa isidingo, ilikuwa ndefu na matukio kibao. Ndani ni matukio tu. Mapenzi hayana utimamu, ni ugonjwa wa akili. Hapo naamini utaanza kunielewa kwamba kweli mapenzi hayana utimamu, ni ugonjwa wa akili. Navisha uso cheko, nisionekane kibweka. Sitaki naye mitoko. Kilio ni mbadala wa kucheka. Kwamba navisha uso kicheko. Mtu anauvisha uso wake kicheko, atamani kucheka. Amekasirika, ana huzuni, lakini anauvisha kicheko. Acheke tu hata mbele za watu, aonekane amecheka. Nisionekane kibweka. Sitaki naye mitoko. Hutaki kabisa mtu kutoka hata na mpenzi wako, kisa tu matukio anayokufanyia, kisa visa anavyovifanya hata ukitoka naye out. Kitanda kichungu, bora mkeka. Sitaki naye mitoko. Kilio ni mbadala wa kucheka. Yani kilio ni mbadala wa kucheka. Kupigwa viwiko. Kitanda kichungu, bora mkeka. Yani mkilala kitandani mtu kakupiga kiwiko, yani vurugu, bora hata ulale kwenye mkeka. Yani kitandani pachungu, bora ulale kwenye mkeka. Mapenzi hayana utimamu, ni ugonjwa wa akili. Nikipata kicheko, nikikosa kichambo. Yani ukipata kicheko bora, ukikosa ni kichambo. Utachambwa wewe, utasemwa humo ndani tafarani. Kukosa mwiko, haielewi kitambo. Yani uwe umepata, yani umetoka kwenye mitoko yako, si umeenda kutafuta, umerudi umekosa hata 200, 3000, 10,000 humo ndani. Sasa yani yeye haelewi. Unaendaje ukafanye kazi afu uje umekosa? Yani kwa kile kukosa mwiko, anachotaka ni upate uje na hela. Sasa haiwezekani. Mtoaji ni Mwenyezi Mungu, yeye ndiye anayetoa, lakini wewe mwenza wako unamuona kama yeye ni mzembe au ni mtu ambaye sio mkumbuka. Leo anapata, kesho anakosa, leo amekosa, kesho atapata. Nasachiwa mifuko na mengine mafumbo. Yani kuna wanaume wanapelekwa, mzee anaingia nasachiwa mifukoni. Toa, umepata nini? Kiuna shilingi ngapi? Au umeacha kwa wanawake zako kwa malaya? Kuna maneno kibao, unaelewa? Na mengine mafumbo na mafumbo kibao. Kuna muda wanawake wengine hapo wanakuimbia ni taarabu. Mwanaume suruali, si mwanaume kaptura, si mwanaume nini. Mapenzi hayana utimamu, ni ugonjwa wa akili. Hapo ndo utajua mwanamke ulimtongoza mwenyewe, ukamlipia mahali mwenyewe, lakini mwisho wa siku anachokufanyia ni vituko kama hivyo. Kwa hiyo cha kusema ni kwamba mnapoamua watu kuingia kwenye mahusiano, hakikisheni mnakuwa hivi, mnashikana. Yani kama ni jino na fizi vilivyo, unaelewa? Jino likiwa limeanza kuleta ubovu, fizi na vimba, kuna muda mwili mzima unauma. Ndio mahusiano. Hakikisha mtu wako unakuwa naye, umekubali kuingia kwenye mahusiano naye, basi jenga naye mahusiano ambayo yana afya.
Msifanyiane matukio ambayo sio mazuri ndani ya mahusiano yenu. Mungu mwenyewe hapendi. Pendaneni katika upendo uliokuwa mzuri. Ukiona umemshindwa mtoto wa mwenzako au umemshindwa mwenzako, achana naye, weka kituo, mwambie baba inatosha au mama inatosha. Msifike sehemu mkawekeana sindano kwenye ngozi, msifike sehemu spoku mkachomana kwenye masikio, isifike sehemu vidole vikaingia kwenye macho. Kila mtu ana mapungufu yake, hakuna mkamilifu. Kwa hiyo kila mtu atatafsiri mapenzi kwa namna yake, lakini kwangu mimi mapenzi hayana utimamu, ni ugonjwa wa akili. Na ndio maana matukio yote yanayotokea katika mahusiano ya kimapenzi, ukiyapima ukiwa umekaa pembeni, utaona kabisa hapa mimi sikuwa sawa. Hivyo basi jirekebishe. Ukimpenda mwenzako mpende kwa uzuri, na hakikisha unashikamana naye na sio unamfanyia mambo ambayo hayafai. Mapenzi